Mount Kenya Digital TV, Utheri Warurire. Ningependa kutumkaribishe mwenzangu ambaye ni jirani na rafiki yangu. Yeye umemwona ametembea. Siku moja nilisikia ako hapa Kutus akiangalia maneno, nikachunguza nikajua kuna uhusiano ambayo yeye mwenyewe atatuambia. Na nataka akisema uhusiano huo, nataka pia wabunge wa kaunti ya Kirinyaga wasikie. Kwa sababu tusipokuwa, najua kazi Kirinyaga tunasoma kwangu, kuna zile anasoma kwangu na mimi nasoma kwake. Nilienda kwake nikasoma hiyo youth service, Murang'a youth service. Na sasa ingine nimesoma ni hiyo, atawaambia, sitamsemea, ambayo anafanya na hawa Kavaraja. Na tuwezi kuwa sisi ndio tuna factory na tuwezi kufanya maneno hayo ya kusaidia watu wetu. Nataka wenzangu wasikize, ndio hata sisi tusome. Mkiandika pale bajeti, mweke budget, ndio hata sisi tushindane na wao, wasikue benefit yote itakuwa imeenda upande ule mwingine wa Murang'a. Kwa hayo, hebu tumkaribishe gavana wa Murang'a kwa makofi. Your Excellency, the Governor of Kirinyaga, Waiguru, the CS wa Trade, the Chief Guest ambao tuko na Member of Parliament anaitwa Mheshimiwa Wainaina kutoka pande Eldoret. Karibu, niongeleze 1 point. Tumpigie makofi Mheshimiwa Wainaina kutoka Eldoret. Asante sana Gavana Kang'ata, rafiki yangu, Gavana Waiguru, Waziri wa Biashara Rick Kinyanjui aliyekuwa gavana wetu kutoka Nakuru, marafiki ambayo wako hapa, sitaki kusema kwa kila mtu sababu ya masaa. Kwa majina watu ya Kirinyaga, mimi naitwa Mheshimiwa Wainaina kutoka pale Eldoret, na mimi ni mjumbe maalum wa chama chetu cha UDA. Nataka kusema machache sababu ya huyu rafiki yangu, kando na kuwa mbunge, huyu mwenzangu Chomba ni rafiki yangu wa karibu sana, kibiashara, kimapenzi, kiwatoto. Nikiwa watoto kwangu, huyu mzee lazima nimuite. Akiwa na mambo ya kinyumbani lazima aniite. Kwa hivyo mimi si mgeni sana hapa. Waziri Kinyanjui, hii mambo yote mnaonyeshwa hapa nimeshaiona, na nilisema lazima nikuje hapa kwa mambo yake. Watu ya Kirinyaga hamjambo. Ngai ni mwega na higo ciothe yangu. Mimi nataka kumshukuru Chomba sana, na iwe mfano kwa vijana wetu na watu wetu wa Kenya. Hakuna kitu ya muhimu kama kujitolea kufanya biashara, na sisi lazima tuambie watoto yetu, usitafute biashara ambaye unataka iwe kubwa sana, anza chini. Huyu rafiki yangu alianza chini, mnajua namna hiyo. Mnaona amefanya kazi gani? Bila siasa, bila mambo yote, yeye ametuandikia watu karibu 1,000 na kitu. Iwe mfano kwa sisi watu ya jamii ya Wakikuyu. Sisi ni wafanyabiashara na sisi hatuna kwetu. Nikitaka kuambia nyinyi, mimi nimesaliwa upande wa Eldoret, lakini niko na watu ambao wanakaa hapa, jamii zangu, na nyinyi mko na jamii yenu ambao wanakaa upande wa Rift Valley. Kitu ningetaka tu kusema, tuwe na kitu kimoja, na mjue hakuna kitu ya muhimu kama amani. Tusipokuwa na amani, hii kazi mnaona haiwezi fanyika hapa. Kwa hivyo mimi nashukuru Chomba na wenye wamekuja hapa, na Mungu awabariki. Tutakuja siku nyingine. Asanteni sana watu ya Kirinyaga kwa kutupatia huyu mzee anafanya hizi kazi. Asante sana Bwana Kang'ata kwa kunipa nafasi hiyo. Thank you. Hii Kenya, kama kungekuwa na watu wengine karibu 20 ama 10 kama Chomba, tungekuwa tumeendelea mbele sana. Chomba ni mtu ambaye anaonyeshana ya umuhimu wa biashara, umuhimu wa kutia bidii, na inaonyeshana ya kwamba katika hii dunia yetu ya Kenya
Mtu ambaye anatia bidii anaweza enda mbali. Huyu Chomba tunajua alianzia kama dereva, akaanza kutuuzia kitu kingine sitataja, akawachana nayo, akaanza kutuuzia Kafagara. Saa hizi he is the leading #1 producer of the best unga in the entire country. La pili, ameandika watu wengi sana hapa Kirinyaga. Amesaidia wakulima wengi sana. Hata naona rafiki yangu kutoka Murang'a, Karangu, najua hata bibi yako atakuja hapa tusukume hii mbele kabisa. We are so proud of your work, Bwana Chomba, creating employment, uptaking farmers' agricultural products, which increases the income of the farmer. May God bless you, may God bless your family. La pili, Bwana Chomba, mimi nielezee venye nilikuja hapa. Murang'a tuko na various programs za kusaidia watu wa kawaida. Tuko na ile inaitwa Smart City ambayo inajaribu ku upgrade urban infrastructure, na hiyo idea nilitoa kwa Madam Waiguru. Uko na very good governor hapa kwenye. Pia tuko na program inaitwa Inua Mkulima, ina target wakulima wa maziwa pamoja na wakulima wa maembe. Tuko na program ile inasaidia wale ambao wana kadi ya insurance ya medical cover. Tuko na hiyo Murang'a Youth Service, lakini kwa program moja tulianzia ambayo inaitwa kupatiana certified seeds na fertilizer kwa watu wote wakulima wa mahindi Murang'a. Tulipoanzia hiyo program tukapatia almost 100,000 farmers na hiyo certified seed kutoka kwa Kenya Seed, na tukawapatia fertilizer. Production ikapanda juu. Kwa mfano hapo mbeleni, on average one farmer alikuwa anatoa gunia moja ya mahindi. Baada ya kupatia hiyo certified seed, production ikafika about 4 bags per each household. Swali likatokea, sasa tutafanya nini? Juu kuna zenye mkulima atakula na hizi zingine extra atapeleka wapi? Tukauliza watu, wakati unapeleka kwa soko, 1 gunia inatoka pesa ngapi? Tukaambia inatoka 2,200. Basi nikakuwa advised ya kwamba Kafagara inaweza nunua mahindi ya watu wa Murang'a. Nikakuja kukuona Bwana Chomba, tukaweka agreement, atakuwa ananunulia watu wa Murang'a 3,500 per bag. Mimi nilidhani ni mchezo. Tukaanza marketing ya hiyo idea. Baadaye I can confirm Kafagara inunulia wakulima wa Murang'a 3,500 per 90 kg. Of course, hata brokers wakapandisha bei yao. Wakatoka 2,200 wakafikisha 4,000, meaning si wakulima wote wa mahindi waliweza kupatia county mahindi ili ikuja hapa Kirinyaga. Lakini tukasema ni sawa tu. Our idea ilikuwa one price ya farmers produce ipande kutoka 2,200 to 3,500. Two, ukikuja hapa nje unakuta malori nyingi, na nyingi ukiangalia zimetoka Tanzania na zingine Malawi. Nilikuwa nataka hata mimi nione malori inatoka Murang'a, na ilitoka juu ya hiyo collaboration ambayo tuko nayo na Bwana Chomba. Na as a result, wakulima wa Murang'a wakapata pesa, their income ikapanda juu. And for me, that is how unaokoa watu kutoka kwa poverty, wanaanza kuwa na pesa when their income inaanza kupanda juu. That idea ya ku-aggregate farmers tulijaribu wakati ilikuwa na maembe. I recall maembe ilikuwa inatoka 3 bob per kg, tukaanza ku-aggregate ikafikia shilingi 16 per kg, na unaongeza subsidy inafika 23 bob, and as a result farmers wanaanza kuproduce na nguvu because of that. And therefore, kama gavana wa Murang'a, I know kuondoa shida Kenya yetu na Afrika ni kitu inaitwa industrialization, kutengeneza factory, what Chomba and his family has done.
I really want to now say something to the CS. What can Kenya do ili tuendelee na mambo ya industrialization? Number one, ni vizuri serikali ishikilie companies. Haswa zile companies zinafanya agro-processing. Na countries nyingi ambazo zinaendelea mbele kama Europe, America, zote lazima ziwe na industrialization. There is no route to prosperity in the whole world without establishment of factories. And therefore, as a country, we must in a very strategic manner promote industrialization. Nikupatie mfano waziri. A country kama South Korea, 1960 ilikuwa more poorer than Kenya. Wale viongozi walipochukua hiyo usukani wakaanza kusupport family owned businesses. Kwa mfano, hii kampuni inaitwa Hyundai, Samsung, they are family owned companies. There are about 5 that were supported, then they lifted everyone out of poverty. Hivyo hivyo, Your Excellency, CS, the government inaweza kuja na mradi ya kusupport specific industries ambazo zinaweza boost income za our farmers na watu wengi. Na mimi ningeulizwa, one of the most strategic industry tunaweza saidia ni hii ya Joy Millers Shomba. Na hiyo ifanyike inataka mambo mawili. One, kuprovide those entrepreneurs na cheap capital. Juu saa hizi ukienda kwa bank, on average capital ama loan unapewa ni about 15, 16, 17% per annum, which is not competitive. I would advise government ikuje na a special kitty ambayo ina target manufacturers ili cost of production iende chini. Kenya will become an industrialized country. La pili ni mambo ya VAT refund. Your Excellency, CS, most of these manufacturers wako na shida ya refund ya VAT. National government iko pesa inaweka ya kufacilitate VAT refund. Ninge propose hiyo kiti ya VAT refund iwe nyingi. Kisheria, I am told mume extend VAT refund from 30 days to 60 days. Ninge propose you reduce. Juu hawa industrialists, they require that capital ndio kuendelea kupush na their operations. Number 3 ni regulations. Lazima to reduce regulations. Ungeuliza Bwana Shomba how many licenses atachukua ili aweka hii factory, ni karibu sijui ngapi. Kuko na NEMA license, kuko na sijui fire, whatever. Please, as a ministry, we need to deregulate our manufacturing sector. Nimesoma gazeti ya Monday. NEMA imeannounce ya kwamba itakuwa ina force manufacturers watoe pesa fulani na wafanye kitu ingine. I would propose you lobby against that proposal ili hiyo shida iondoke, this family na hii business continue. Finally, Murang'a is very proud of this business. We shall continue supporting Shomba, and Murang'a tuko na shamba ambao you can come and establish your business. Come, we will support this business. You can expand in Murang'a, we create more jobs. Thank you and God bless you.